Watazamaji wa Pelundu TV, na leo bwana tuko Bungu wilaya ya Kibiti kwenye siku ya mtoto wa Afrika. Hii ni wiki ya kuadhimisha mtoto wa Afrika. Niko na mzee wangu. Mzee, habari? Safi. Kwema? Kwema kabisa. Shikamo mzee wangu. Marahaba sana. Unaweza kujitambulisha majina yako na jina? Naitwa Ali Musa Momboka, ni afisa mtendaji wa kata ya Bungu. Mtendaji kata, afisa Bungu. Unaionaje siku ya mtoto wa Afrika kwa kata yako ya Bungu? Kwa kata ya Bungu ya mtoto wa Afrika leo tumeamka vizuri sana. Vijana kama unavyowaona wapo wengi sana. Tumeadhimisha siku hii, tumefanya maandamano, kwa hiyo vijana wako vizuri kabisa. Najua changamoto zipo na changamoto zinakukuta kama ukiwa kama mtendaji kata. Ni changamoto gani ambazo zilizokukuta mpaka ukasema hizi changamoto hizi ni hatari kwa watoto wa kike katika hii wiki yetu hii? Una nini cha kuongea? Kwa changamoto nazikuta mimi nikiwa ofisini pale, changamoto sana ya watoto kuto kupata huduma, manake kuachwa watoto kati ya baba na mama wanaachana, kwa hiyo mtoto anakuwa hana huduma. Watoto vile kutembea kwenye mazingira magumu, kutokwenda shule, kukaa migundini. Kwa hiyo sisi tunafanya siku moja kuwafuata watoto waliopo kwenye mazingira magumu ili kuwahamasisha warudi shuleni, na wale wazazi ambao wenyewe watoto wao tunawahamasisha ili watoto wao waende shule. Na mmejipangaje nyinyi kama serikali ya kata hii ya Bungu? Mmejipangaje nyinyi serikali pamoja na wazazi ili mradi kuweza kudhibiti hali zile ambazo zinazopatikana kwa wale watoto? Sisi kama serikali au mimi kama serikali tumejipanga vizuri na wazazi, na pale katika vikao vyetu vya ODC tunawaambia wazazi tujipange ili mradi kwamba watoto wetu wasiende shule, na inafikia tuna mikutano ya vijiji na vitongoji, tunahamasisha wananchi ili swala hili la watoto wote waende shule na wote wawe wasitumikishwe na mazingira magumu, kwa sababu kuna tabia za wazazi vile kuwachukua watoto wa kike kuwatumikisha kazi ndani. Kwa hiyo zile nazo zinapotezea uelekeo wa watoto majumbani. Wakati mwingine wanaweza wakabakwa au wakafanywa ukatili wa kijinsia, kitu ambacho hilo tunalikemea sana, kwa zile ajira ndogo za majumbani za kuajiri watoto majumbani. Na kama serikali mmeweka mkakati gani kwa hao wazazi ambao unasema wanawapeleka watoto wao kabla ya kumaliza shule, mnawapeleka watoto kwenda kufanya kazi za ndani na kazi zinginezo ambazo hazistahiki kwa muda huo? Mmeweka mkakati gani nyinyi kama serikali kwa kudhibiti hiyo hali? Sisi tumeweka utaratibu wa kudhibiti pale ambapo tunamuona mtoto ana ajira isiyokuwa rasmi, tunamuondoa kwenye ile ajira ili aende shule au arudi kwa mzazi wake, na mzazi tunamuita, tunamwelekeza kwa nini mtoto yule amekwenda kwenye ajira ambayo si rasmi, ambayo yeye inamletea matatizo, wakati mzazi wake anaelewa jambo hilo. Na vipi ushirikiano baina yenu nyinyi serikali na hao wazazi ambao mnaowaendea kuhusiana na kuwanyoosha au kuweka sawa ili mradi mtoto apate haki zake stahiki? Ushirikiano wetu ni mzuri, kwa sababu ni kutokuelewa. Wengine wanafanya majambo haya kutokuelewa, wanajua kwamba ile ni moja ya pato yake au la mtoto wake, lakini pale tunapompata tunampa maelekezo, basi yeye analizika na anatufuata sisi yale ambayo tunamwambia. Nashukuru sana mzee. Asante. Asante sana. Habari yako? Njema kabisa, za kwako? Salama. Kwema? Kwema, nashukuru Mungu. Unaweza kujitambulisha majina yako? Yes, kwa majina naitwa Amina Hassan Mkomboya, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wilaya ya Kibiti. Lakini pia kwa leo siku ya mtoto wa Afrika nimemwakilisha pia mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kibiti Amina Musa Mkumba. Yupo bungeni, ana majukumu ya kibunge, lakini amesema kwa sababu leo ni siku ya mtoto wa Afrika na yeye kwenye jimbo la Kibiti ni mama mlezi, kwa hiyo amenituma pia nije kuongea na vijana wake, yuko pamoja na watoto wake wa jimbo hili la Kibiti. Amekuagiza nini mheshimiwa mbunge kwetu sisi wananchi? Yeye kama mbunge wa jimbo la Kibiti, majukumu yake kuhakikisha wananchi wa wilaya hii au jimbo hili la Kibiti wanapata huduma zote muhimu. Lakini pia yeye amejikita zaidi kuhakikisha kwenye sekta ya elimu watoto wanapata elimu bora. Kwa hiyo leo siku ya mtoto wa Afrika, akasema mwenyekiti, nilitamani niwepo, nikae na watoto wangu, na tumekuja hapa shule ya msingi Bungu. Alitamani awepo aongee na watoto wake, kwa sababu ukiacha siku ya mtoto wa Afrika, watoto hao bado wanahitaji malezi, wanahitaji pia elimu bora.
Kwa hiyo ikiwa kama mama, lakini ikiwa kama mbunge wa jimbo la Kibiti, alitamani siku ya leo awe nao. Kwa hiyo kupitia majukumu yake imembana kidogo, akaniambia mwenyekiti, naomba ukaongee na watoto wangu. Na salamu kubwa ambayo ameniagiza, amesema niongee na watoto hawa wahakikishe wapo mikono salama. Ukiacha nafasi yake ya ubunge, yeye pia ni mama. Atahakikisha watoto hawa wanalelewa kwenye malezi mazuri huko nyumbani, lakini mpaka shuleni, lakini pia kupata elimu bora ili waweze kufikia malengo yao ambayo wametarajia. Na hii wiki ya mtoto wa Afrika kwa kata ya Bungu wameipokeaje? Wiki ya mtoto wa Afrika kwa kata ya Bungu wameipokea vizuri kwa sababu ni kata ya mjini, na uzuri pia mimi mwenyekiti wa vijana anatokea kata hii ya Bungu, lakini tuna mwenyekiti wa chama anatokea kata hii ya Bungu, na yeye ana majukumu kidogo. Akanambia mwenyekiti wa vijana, tunaomba utuwakilishe. Na nadhani mmeona sherehe imependeza, sherehe imefana, kwa sababu sisi viongozi wa chama pia tunatokea kata hii na ni kata center. Na hapa kiukweli niwapongeze viongozi wa kata hii ya Bungu, wanapofanya majambo yao wanafanya kwa uzito na kwa ukubwa zaidi. Mimi nimefurahi kuona vijana wenzangu leo wakisherehekea, wamekula hapa, wamekunywa mpaka wamesaza. Kwa hiyo niwapongeze sana uongozi wa kata ya Bungu kwa ngazi ya serikali na chama pia kwa sherehe hii ya leo. Watoto wetu au vijana wenzangu wamefurahi sana, tunawashukuru sana. Mmeweka mikakati gani nyinyi kama viongozi wa serikali na chama ili mradi kuwalinda watoto wetu wasiweze kufanya vitu ambavyo haviko sawa, wasiweze kunyanyaswa, wasiweze kuletewa ukatili na wazazi na wananchi wengine wa kawaida? Ni mkakati gani mkubwa ambao mnaenda nao ili mradi kuwalinda watoto wao? Sawa, mkakati mkubwa ambao tumeweka sisi kuhakikisha chama na serikali kinashirikiana kwa ukubwa zaidi, ili sasa kuona majukumu yanakuwa mepesi kuwafikia wananchi wetu uko chini. Kwa hiyo sisi chama na serikali tunashirikiana vizuri sana kwenye wilaya ya Kibiti, na hususan hata kata hii ya Bungu nimeona wana ushirikiano mkubwa sana. Hata leo hapa nilikuwa na viongozi wa chama, tulikuwa na viongozi wa serikali, walikuwa pamoja, wanashirikiana kila hatua kuhakikisha jambo linaenda, na kiukweli jambo limeenda, na tutahakikisha tunaboresha mahusiano haya na ushirikiano huu ili sasa kuhakikisha tunawalea watoto wetu kwenye malezi mazuri bila kupata changamoto ambazo zinawakumba huko mtaani, lakini hata wakiwa shuleni. Unawaambia nini wananchi wa Bungu pamoja na Kibiti kwa ujumla? Kwanza kabisa niwaambie wananchi wenzangu wa Bungu wawe na imani na sisi viongozi wao wa chama na serikali chini wa uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini tuna mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kibiti, ni mwakilishi wetu mzuri, ana mambo mazuri ambayo wamelenga ili yawafikie wananchi wa jimbo hili la Kibiti, na ninaamini yatawafikia, lakini kuna makubwa zaidi yanaandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma. So sisi viongozi wa chama tutashirikiana vizuri na serikali kuhakikisha huduma hizo zinafika kwa wakati, lakini kama chama tutahakikisha tunasimamia ilani ya serikali ipasavyo kuhakikisha wananchi wetu huko chini wanapata huduma zote zile za kimsingi. Bwana, tunakushukuru sana. Asante sana, nashukuru sana, mbarikiwe sana. Na pia peleka salamu zetu kwa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kibiti kwamba Polundu TV tunamsalimia sana na tunamuombea sana. Tunashukuru sana, zitafika kwa wakati. Asante. Haya, asante sana. Bwana, nilikuwa na mwakilishi na hapa kushoto kwangu niko na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Bungu. Mheshimiwa, habari? Habari nzuri bwana, habari yako? Salama, unaweza kujitambulisha majina yako? Yes, of course. Majina yangu naitwa Twahili Shabani Kitutu, ndiye mheshimiwa diwani wa kata hii ya Bungu. Siku ya leo, siku ya tarehe 11 mwezi huu wa 6 2026, kimsingi sisi kama watu wa Bungu, wananchi, viongozi mbalimbali, idara zote za serikali ya vijiji, lakini pia ofisi ya mtendaji kata na wataalamu, lakini pia kushirikiana na wazazi, walezi, wanafunzi na walimu, siku ya leo sisi tumeazimisha maadhimisho siku ya mtoto barani Afrika. Kimsingi siku ni tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka kila mwaka ndio ambayo inaadhimishwa, lakini sisi watu wa Bungu tumeona leo tuazimishe huku tukisubiri tukio kubwa la kiwilaya ambapo kilele tunafanya pale wilayani siku ya tarehe 16. Kwa hiyo sisi watu wa Bungu kwa kushirikiana na wadau na watu mbalimbali
Leo tukaona tarehe 16, tarehe 11 mwezi huu wa 6 tuweze kufanya kwa sehemu yetu kama kata ili tukisubiria kilele pale wilayani Kibiti mjini siku ya tarehe 16. Kwa kata yenu au kwa kata yako, kwa sababu wewe bwana ndo bosi wa hii kata. Kwa hiyo kwa kata yako hii ya Bungu wamelipokea vipi ili swala la mtoto wa Afrika, wiki ya mtoto wa Afrika, kuanzia upande wenu wa serikali pamoja na wananchi kwa ujumla? Nikushukuru ndugu yangu. Kwanza niseme sisi kata ya Bungu jambo hili tulishirikishana. Sisi tuna kikao kikubwa ambacho kinachojadili maendeleo yetu ya kata ya Bungu ambayo inaitwa WDC, ambayo binafsi mimi ndio mwenyekiti wa kile kikao. Tulikaa na wajumbe wangu ambao ni wenyeviti wa vijiji, lakini pia na afisa mtendaji pamoja na timu ya wataalamu kutoka katika ofisi ya mtendaji kata na watendaji wa vijiji. Tulijadili na tukakubaliana kuwa siku ya leo tarehe 11 tufanye hili jambo la kukumbuka tukio hili kubwa ambalo lilitokea la kusikitisha. Tunakumbuka mwaka 1976 tarehe 16 mwezi wa 6 pale Soweto, South Africa, kuna tukio kubwa la unyanyasaji wa ukatili la watoto lilifanyika pale. Mamia, kuna watoto walijeruhiwa, wengine waliuawa. Kwa hiyo ni masikitiko, na tuliona sisi kama watu wa Bungu tuenzi kumbukumbu zile kwa leo, na wadau wameshirikishwa, na kama unavyoona wadau walikuwa wengi, wanafunzi wengi, wazazi wengi na walezi wengi wamejitokeza. Watu wamefurahia, wamepata masomo mbalimbali kupitia idara zetu za afisa maendeleo ya jamii, afisa ustawi wa jamii. Kwa hiyo tunachoamini matukio ni makubwa na watu wamepokea kwa ukubwa sana juu ya hili jambo, na tunaamini kutokana na hotuba mbalimbali ambazo wageni walikwa wamezitoa, lakini pia kama mimi mgeni rasmi katika ile tukio, tunaamini zile hotuba ambazo tumezitoa zina tija na zina mafunzo na maelekezo. Kama uliona kulikuwa kuna ngoma, kulikuwa kuna mashairi, kulikuwa kuna funzo lile la ukatili juu ya wanafunzi ambao wanaambiwa wafeli. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona kama ni elimu, na kwa kupitia tukio hili, kwa kuwa tumekusanya wanafunzi zaidi ya 500, tunaamini ujumbe umefika vizuri. Inshallah mwaka huu kwa mimi diwani mpya tumeanza, tunaendelea kujifunza zaidi, lakini tunaamini 2027 kama tutaendelea kuwa hai tutafanya kitu kikubwa zaidi. Na vipi mkakati wenu kama serikali kutokana na hizi tabia za ukatili wa kijinsia tunasema wa hawa watoto? Mna mpango gani kudhibiti hali isiwezi kuwepo tena au kufutika kabisa? Kwanza niseme nchi yetu ya Tanzania ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu, mwanamama shupavu ambaye yeye amekuwa wazi sana katika kukemea lakini kuelekeza. Sisi kama wasaidizi wake huku chini tunahakikisha tunafuata maelekezo yake na ushauri wake. Lakini ukumbuke sasa hivi unyanyasaji, ukatili kwa kiasi fulani umepungua kutokana na sheria ambazo zimewekwa. Zipo za kuwalinda watoto, zipo za kuwasimamia, japokuwa kuna ukatili mwingine huko unaweza kufanyika wasili katika majumbani huko ndani ambao hatuwezi tukaubaini. Lakini nimshukuru afisa ustawi wa jamii dada Salma, tunaye pale ofisi ya mtendaji kata, anashughulika na hizo changamoto. Mara nyingi tunakutana naye katika vikao, tunakuta hakuna changamoto nyingi kubwa ambazo zinazohusiana na masuala ya moja kwa moja katika masuala ya kunyanyasa watoto, hasa mabinti. Kwa hiyo tumekubaliana sisi, binti wa mtu ni binti wetu. Tunapobaini changamoto, tunapobaini kuwa amelawitiwa, tunapobaini labda amepewa ujauzito, tunalikemea. Lakini nikili changamoto kubwa ambayo sasa hivi inatukabili, hatuna matukio makubwa. Matukio ambayo yako machache ni ya ujauzito wa wanafunzi wetu ambao wako katika shule za sekondari, ndizo ambazo zinatukabili. Na changamoto ipo kwa wazazi, hasa kwa wazazi. Mtoto anapopata ujauzito hatupati ushirikiano wa kutosha na familia, anafichwa yule mhalifu ambaye alotia ujauzito. Kwa hiyo changamoto ni hiyo kubwa sana katika maeneo yetu ambayo inatukabili sana. Ni raha mengine afisa ustawi wa jamii huwa alipoti sana, anaoripoti mara chache ni haya matukio ya ujauzito wa wanafunzi ambao walikuwa wako mashuleni. Na una kipi cha kumalizia kuambia wananchi wa Bungu pamoja na Kibiti kwa ujumla? Niendelee kutoa wito kwa kwanza sisi viongozi. Kiongozi ni mlezi moja kwa moja. Unapoitwa kiongozi
wewe ni mlezi. Kwa kazi yetu moja kubwa sana ni kulea. Tunalea tunaoongoza, lakini pia hata jamii kwa ujumla. Kwa hiyo mimi kama diwani, jambo kubwa nasisitiza sisi viongozi kuwa walezi, kuchukulia licha ya maisha yetu ya uongozi, lakini pia tuna jukumu kubwa la kulea tunaoongoza, lakini pia hawa watoto kuhakikisha tunawalinda na tunawalea, tunawashirikisha, tunashauriana nao ili kuhakikisha kuwa wanafikia malengo yao. Hilo ndo jambo kubwa. Una kipi labda cha kuwashukuru au cha kushukuru kuanzia serikali yako ya wilaya pamoja na juu kabisa? Mimi niseme kwanza kuanzia Daktari Samia, namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama watu wa Bungu tunamshukuru kwa kazi kubwa ambayo amefanya. Kwanza miradi mikubwa kimeendelea ametuletea. Sasa hivi kata ya Bungu kuanzia mwaka jana mwezi wa 6 2025 alituletea fedha hapa nyingi sana, milioni 600 na milioni 58 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya. Sasa hivi tunaendelea na ujenzi wetu, tupo katika hatua ya mwisho ya finishing, na ishara kwenye mwezi wa 7 wa 8 tunaenda kufungua kituo chetu cha afya. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru, lakini pia tunaendelea kushukuru halmashauri yetu ya wilaya ya Kibiti kuanzia mkuu wa wilaya, lakini pia wataalamu na viongozi mbalimbali wa halmashauri ya wilaya ya Kibiti. Bado sisi kama watu wa Bungu tunaona kuna mambo makubwa na mazuri yanafanyika, na bado tuna matumaini makubwa mbele yetu. Tunaona mwanga ambao mzuri wenye kuleta matumaini. Sisi tunakushukuru sana mheshimiwa, ila nitarudi tena kwa sababu ya leo nimekuja kwa ajili ya wiki ya mtoto Afrika, lakini nitarudi tena kwa sababu uje kuchambua. Inaonekana una mambo mengi sana katika wilaya hii, katika hii kata yako ya Bungu. Kwa hiyo tutakuja siku nyingine kwa niaba ya kuchambua miradi na majambo ambayo yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge pamoja na wewe mwenyewe kwenye kusimamia hayo majambo yako. Mimi nikushukuru na nikukaribisha, lakini tukio lingine baada ya tukio hili linalofuata ni kwa ajili ya kwenda kutembelea kituo ambacho kinalea watoto yatima kwa ajili ya kwenda kuwafariji, lakini kwenda kuwapelekea vyakula, kwenda kuwapelekea sabuni, kwenda kuwapelekea na juisi. Ndo baada hapa tunaelekea katika kituo hiko. Basi haina shida, na sisi kama Pulundu TV tuko pamoja nanyi, tutahudhuria na tutakuwepo. Basi nakushukuru sana, asante sana. Asante sana.